Leo nimekuja na ushauri kwa watu wenye changamoto ya hepatitis. Kama unajua ushapata tiba au bado hujapata tiba ya kuweza kutibu changamoto, sasa ni muhimu sana kufuatilia matibabu yako. Kama ushaanza matibabu, ni muhimu sana kuwa unafuatilia matibabu ili kujua umefikia wapi kulingana na changamoto yako ya kiafya. Lakini namba mbili, mtu mwenye changamoto ya hepatitis usiwe mtu wa kutumia zile pombe kali au vinywaji vyenye kemikali kubwa sana, maana hivi vinaenda kudamage ini, lakini pia vinaenda kuathiri katika utendaji kazi wa figo. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu mwenye changamoto ya hepatitis kuachana na masuala ya vinywaji vyenye kemikali kubwa sana kama pombe, maana inaenda kuathiri utendaji kazi wa hivyo viungo. Lakini kitu kingine cha kuachana nacho au kitu kingine cha kufuata ni kupata muda mwingi sana kupumzika, lakini pia kufanya mazoezi kwa ajili ya kwenda kuvunja vunja au kuondoa zile sumu ambazo zinakuwa zimezidi katika mwili. Itakusaidia sana na kuweza kurecover kama pia unakuwa unaendelea matibabu ya hepatitis. Lakini cha kufanya kingine ni muhimu sana kuwa unafuatilia wingi wa virus, yani viral, wakati ukiwa unaendelea na matibabu, kujua je, virus wamepungua au wameongezeka. Kama watakuwa wameongezeka, basi upate tiba ambayo itasaidia kuwashusha the virus kwa wakati mfupi sana kuweza kurudi kwenye hali yako. Lakini ushauri mwingine wa kufuata mtu mwenye changamoto ya hepatitis, epuka kuchangia vitu vyenye ncha kali. Kwa maana kwamba ukiwa unatumia vitu vyenye ncha kali, unakuwa kwenye hatari ya kuweza kuambukiza watu wengine ambao wanakuwa hawana hali ya kuweza kupata ugonjwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia. Lakini mwisho kabisa, unatakiwa usifanye tendo kama unajua na changamoto ya hepatitis, maana pia unaweza kuambukiza kama ni mwenza wako. Kwa hiyo ni vyema zaidi kama utapata matibabu sahihi na kuweza kurudi kwenye hali yako. Tiba tunazo, tutafute tuweze kukusaidia. Karibu sana.